Vitu inaanzia hapa kwenye soko la samaki. Tunamwona bidada mmoja anaitwa Chidio Mimi akiwa anatangaza samaki. Ukinunua samaki mmoja kwangu unapata mwingine kama nyongeza. Nunua kwangu. Samaki wameenda shule, samaki watamu kama asali. Anajitupa huyo. Baada ya kupiga makelele mengi akatokea mteja mmoja. Akauliza bei. Chidio Mimi akaanza kumuelezea pale. Hawa saizi ya kati hawa nina hela 5500 na wengine na 6600. Lakini yule mteja akasema, "Wewe, mbona samaki wako ni bei hivi? Mimi siwezi kununua kwa bei hiyo bwana. Wewe unaniuzia samaki kama unaniuzia nguo za sikukuu ya Eid bwana." Kwa yule mteja akaamua kuondoka baada ya kuona bei ya Chidio Mimi ni kubwa sana na yeye hawezi kuimudu. Kwa hiyo akaamua kuondoka, lakini muda huo ambao yeye aliondoka akaja mama mmoja kutoka mjini. Yaani wewe unavyoambiwa akifika katika biashara yako hataki maneno mengi, anakuambia nipakie hao. Yaani mtu fulani hivi anamkwanja mrefu kinoma. Kwa hiyo akifika katika biashara yako ya samaki anakusanya samaki wote ananunua tu kwa pamoja. Sasa shida ya mama huyu bwana, akifika katika biashara yako anakupangia bei yeye. Ananunua samaki kwa bei ambayo anaipanga yeye. Sasa akafika katika biashara ya Chidio Mimi akaanza kumwambia we stubborn girl. Sasa akimaanisha kwamba msichana mkaidi. Chidio Mimi akajifanya kama hajasikia hivi, unajua na yeye ni kiburi. Mama akasema okay, kama utaki kuitika fresh. Kwa hiyo samaki wako ni bei gani? Sasa Chidio Mimi kinyonge sana akamwambia kwamba hawa wakubwa ni hela 6600 na hawa wa kawaida ni hela 5500. Baada ya Chidio Mimi kutaja ile bei, yule mama akashangaa. Wewe haiwezekani kwamba unauza bei kubwa kuliko wengine. Sasa Chidio Mimi akawa kama amuelewi. Akaona kama mama atamzoea alafu anampangia bei. Sasa ayabidi aanze kumwambia, "Hivi unajua mama, nimeingia mwenyewe kwenye maji kuwapata hawa samaki. Alafu wewe unakuja unanipangia bei ya kuuza." Mama akamjibu kwa dharau. Kwa hiyo ndo sababu ya kuuza bei kubwa. Chidio Mimi kila akijaribu kumwelekeza mama hamuelewi. Akaona kama wanaongea lugha mbili tofauti. Ikabidi achukue samaki mmoja ambaye alikuwa kwenye beseni, alikuwa ni kambale mkubwa. Sasa akabidi amwambie mama kwamba kwa hiyo samaki mkubwa kama huyu unataka kujipangia bei ambayo unaitaka wewe. Chidio Mimi alimvuruga sana yule mama mpaka yule mama akatoa ahadi kwamba atamfundisha jinsi ya kuheshimu wateja. Na kisha akaondoka akaenda kununua samaki kwa mtu mwingine. Sasa kama kawaida mama anakuja kununua samaki kwako akiwa ameshakuja na bei yake kabisa, kwa sababu nyinyi ndio mna shida bwana. Lakini muda wote huo Chidio Mimi kisilani kimempanda hatari, yani sukari ishakuja juu. Yaani kwa kimwangalia hivi yule mama anajisikia kutapika tu. Sasa muda huo michozi ishamtoka kisilani tu. Sasa alivyorudi nyumbani kwake jua anahesabu maokoto, akumbuka maneno ya yule mama. Yule mama alimtusi balaa, yani alimwambia kwamba yeye ni mwanamke wa kijijini ambaye hajitambui wala hana elimu yoyote, kwa sababu alikuwa anaongea Kiingereza ambacho kilikuwa hakiko sawa, yani broken, yani anachanganya Kiingereza anachanganya na Kinigeria, yani ni vurugu tu hapo ndani. Sasa Chidio Mimi akawa analia kwa sababu ya kutokuwa na elimu. Sasa tunajua kwa nini Chidio Mimi na umri wake wote huu hana elimu wala hajui kusoma vizuri. Sasa kabla tujaendelea, tayari ushabonyeza neno subscribe, na kama bado acha support yako kubonyeza neno subscribe lilokuwa chini ya video hii. Pia usahau ku like video hii na kutuachia maoni yako hapo kwenye comment section. Na mimi ndo storyteller wako mdogo kuliko ma storyteller wote, wananiita Imaron, na hii ni Vlog Story. Tuachie support yako kwa kutusubscribe na kutufuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa movie hii. Sasa tuanze movie yetu. Baada ya Chidio Mimi kujifikiria sana kuhusu swala lake la kutokuwa na elimu, akaamua akajiunge na shule, na maana hata hivyo kutokuwa na elimu nayo sio sifa. Kwa hiyo akakutana na Mrs. Chizoba ambaye ni mwalimu mkuu wa shule hii ambayo amekuja kujiunga nayo, na akapewa maelekezo yote na akaambiwa kwamba kuanzia sasa hivi anatakiwa ajiweke kama wanafunzi wengine. Kwa hiyo akapewa uniform pale. Chidio Mimi alifurahi huyo. Usiku Chidio Mimi akaanza kuweka uniform zake sawa ili kesho asubuhi awe kwenda shule, na alikuwa na shauku sana. Sasa uniform akaziseti vizuri, kisha akaziweka chini ya mtu wake ambapo analala ili zisijikunje kunje. Sasa asubuhi hivi anakuja kuamka amechelewa kinoma, jua lishatoka. Akaanza kujiandaa haraka kisha akawahi shule. Wakati anafika shule alikuwa hajachelewa sana kwa sababu wanafunzi ndo kwanza walikuwa wako asembo, kwa hiyo walikuwa wanaimba tu nyimbo pale. Kwa hiyo na yeye akaingia hapo hapo. Wakati ameingia kuna wanafunzi vilivyokaa vimemuona, kimoja kinaitwa Chidela na kingine kinaitwa Fatima. Walivyomuona Chidio Mimi walimcheka sana kwa sababu Chidio Mimi ni mkubwa kuliko wao. Kwa hiyo kama menkwa hivi. Baada ya kutoka asembo ikawa ni muda darasani sasa Chidio Mimi akawa ameingia class na akawa anatafuta nafasi ya kukaa. Akaenda mahali ambapo amekaa Chidela. Sasa Chidela alikuwa amekaa peke yake, na alipotaka kukaa naye Chidela akatoa begi lingine kumaanisha kwamba kuna mtu mwingine kwenye hiyo nafasi, kwa hiyo hawezi kukaa pale. Lakini akatokea msichana mwingine ambaye anakaa mbele kabisa anaitwa Amara.
akamwambia Chidio Mimi kwamba akae naye na asiwajali wale kwa sababu wale ni wachawi. Sasa siku nyingine unaja kumuona jamaa mmoja ambaye anaitwa Kelechi. Huyu ni mwanafunzi mpya, pia ni ndugu wa Mrs. Chizoba. Kwa hiyo amekuja hapa shule kwa sababu huko alipotoka ameshafanya maafa makubwa, kwa hiyo amekuja huku kijijini kama kujirekebisha tu. Sasa ilikuwa ni break time, kwa hiyo Kelechi alikuwa anasoma huku anasikiliza music. Sasa kale kadada kalevi Chidela akamfuata huku anacheka tu. Hai Kelechi. Jamaa anamwangalia hivi kama huyu dem vipi. Chidela akaanza kujitambulisha kwa mchizi. Mimi naitwa Chidela na mama yangu ndio muuzaji bora wa vyakula katika kijiji hiki. Na nimeamua kuchukua kimoja kati ya vingi ambavyo anaandaa. Kwa hiyo bwana, wakina Chidela bwana wanakamgawa. Kwa hiyo ndo anajisifia kinoma. Lakini mchizi alimwambia sasa nichukue hili weje. Kwa hiyo mchizi akaamua kukataa chakula cha yule bidada Chidela. Kisha akamwanza kuondoka tu kwa sababu na yule bidada akimzoea mambo yatakuwa mengi. Sasa muda wa kuondoka, Chidio Mimi na Amara wakawa na wote nyumbani. Wakawa tayari washaanza kujenga urafiki. Sasa kama kawaida, Chidio Mimi akitoka zake shule anaingia zake bwahani ili kwenda kuchukua samaki na kuuza. Sasa muda huo Kelechi naye alikuwa mitaa ile akawa anaangalia mazingira na akamuona Chidio Mimi akiwa yuko bize balaa. Alikuwa yuko bize huyo, hata hakumuona Kelechi. Kama kawaida muda wa shule, Kelechi alikuwa anacheza zake mpira. Sasa bahati mbaya akapiga mpira darasani na mmoja darasani alikuwepo Chidio Mimi alikuwa anasoma huyo. Sasa kuna kitu alikuwa anajifunza lakini ilikuwa kinamshinda amka. Sasa Kelechi alipoenda kufuata mpira ilibidi Chidio Mimi amuite na amuombe msaada. Sasa kitu ambacho Chidio Mimi alikuwa anajifunza ni pronunciation. Sasa Kelechi alivyosema pronunciation kwa urahisi, Chidio Mimi alishangaa. Hey, umewezaje kusema kwa urahisi hivyo? Yeye kajifunza kwa saa la pili ameshindwa kusema pronunciation. Alafu Kelechi kaja kusema kwa mara moja tu. Sasa Kelechi ilibidi aanze kumfundisha Chidio Mimi, akaanza kumwambia sema pronunciation. Chidio Mimi sasa alipokuwa anaanza kutaja, yani kama anataka kupaa pronunciation. Jamaa akajikaza kucheka tu kwa sababu ukicheka unaweza kama umemkatisha tamaa. Sasa bidada kila ambapo anakaa lazima awe bize na kusoma kwa sababu anajua alichokifuata shuleni. Sasa kama kawaida, asubuhi akiamka anaenda bwahani kwanza kufanya biashara zake za samaki, kisha anaenda shule. Lakini leo siku ikawa kitofauti kabisa kwa sababu Kelechi alimfuata. Yani Kelechi ametaka ukaribu na Chidio Mimi na wawe marafiki. Sasa leo mwalimu alikuwa darasani na leo mwalimu alikuwa anahitaji kila mwanafunzi aongee. Maana yake kila mwanafunzi ilibidi asome kitabu. Akaanza Amara, alisoma vizuri story hiyo. Maana unasoma paragrafu yako kisha unamwachezea mtu mwingine. Sasa baada ya kusoma Amara akafuata Kelechi. Kelechi naye alisoma vizuri mpaka mwalimu akashindwa kujizuia na kumwambia kwamba umesoma vizuri sana kijana. Sasa mtu ambaye alikuwa anafuata bwana, huwezi kuamini, alikuwa ni Chidio Mimi na mwalimu akasema usizani ukikaa kimya na ukinekea sura huruma sitokutaja. Aya Chidio Mimi soma hapo. Chidio Mimi alitumbua macho hayo baada ya kuona ndo ametajwa sasa. Sasa akaanza kusoma I like to going. Wanafunzi wakaangua kicheko hao. Mwalimu akawatuliza pale, na kitendo cha kumcheka mtu ni kitendo cha kumkatisha tamaa. Kwa hiyo mwalimu hakutaka kumkatisha tamaa Chidio Mimi na akamwambia kwamba umefanya vizuri. Sasa Chidio Mimi ikabidi amwangalie Kelechi ambaye ni partner wake sasa hivi. Lakini Kelechi akamwambia umefanya vizuri sana kwa sababu kusoma tu kitendo kikubwa sana ama ni hatua kubwa sana katika kujifunza. Sasa muda mapumziko, Chidela na rafiki yake Faima wakawa wanapiga story, wakawa wanakumbushia jinsi Chidio Mimi alivyokuwa ameshindwa kusoma pale mbele ya darasa. Kumbe alipokuwa anaongea vile, Kelechi alikuwa anawasikia kutoka nyuma. Akaanza kuwasema pale kwamba bora hata yeye alisoma kuliko wao ambao hata mwalimu kuwataja kabisa. Kwa hiyo aliwasema sana, kisha akamwanza kuondoka. Kaona kwa sababu hawa dada ni wachawi. Usiku Chidio Mimi akiwa anakula zake chakula akawa anawaza sana jinsi mwalimu na Kelechi walivyompa moyo sana pale ambapo alishindwa kusoma. Kwa hiyo kitu ikamfariji sana, ikampa nguvu katika kupambana kwake katika kusoma. Siku inofuata ilikuwa si siku ya kwenda shule, ilikuwa siku ya mapumziko. Sasa Kelechi na Chidio Mimi wakakutana na walipiga story sana. Sasa Kelechi akamshika mkono Chidio Mimi akaanza kumfungukia kwamba katika wanawake wote ambao wamekutana nao amekutana na Chidio Mimi ambaye ni mwanamke kitofauti na mwanamke ambaye amemvutia zaidi. Muda huo anapokuambia Chidio Mimi anamwangalia vijicho fulani vya aibu nyingi. Sasa Chidio Mimi akauliza una uhakika na unachokisema? Unajua tena ukisikia hivyo ujue upande wa pili washachukua mwali. Kwa kuwa wote walikuwa tayari washaanza kupendana, kwa hiyo haikuwa ngumu. Chidio Mimi alimkubali Kelechi chap sana. Sasa Kelechi
Kelechi alikaa sana kwa Chidiomimi mpaka majira usiku akawa amerudi kwa shangazi yake Mrs. Chizoba. Sasa anafika hivi akaanza kusema kwa sababu alikuwa amechelewa na yeye ni mgeni katika kijiji hiki, anaweza akapatwa na baya lolote kwa sababu hakuna anayemjua. Wakienda shule, Chidiomimi akiwa amekaa peke yake kama msubiri Amara afike, Kelechi anaenda kukaa yeye badala ya Amara. Sasa Amara inabidi akifika atafute testi nyingine akae, lakini Amara alikuwa ni msichana fulani hivi sana, kwa hiyo alikuwa hamaini wala nini, alikuwa ana enjoy tu. Kama mapumziko ilipofika, Chidiomimi alikuwa ameandaa chakula kwa ajili ya Kelechi ili ampatie kama shukrani tu. Sasa Kelechi alipotaka kukipokea kile chakula, Chidela akakipiga shuti. Muda huo yupo na shoga yake Fema. Utawaambia nini sasa? Sasa Chidela akaanza kumwambia Kelechi, yaani Kelechi, nimekupa moja chakula bora ambacho anatengeneza mama yangu, alafu ukakikataa. Sasa hivi unapokea chakula cha muuza samaki ambaye ananuka shombo kweli? Kelechi akaona kama hao watamzoea, sasa ikabidi aanze kuwapa onyo, yaani akamwambia, hili ni onyo la mwisho ambalo nawapa. Siku nyingine mkija kuniletea uduanzi kama mloleta leo, haki ya Mungu nitawavuruga. Na kaomba kina Chidela wasije wakamzoea sana, yaani wasimzoe yeye wala Chidiomimi. Kwa hiyo anamaanisha kwamba hahitaji mazoea nao. Sasa Chidela baada ya kuona Kelechi amemind, ikabidi sasa waanike shule nzima kwa sababu ilikuwa ni muda wa mapumziko. Akaanza kupiga mikelele, akaanza kuwaimbia pale ili tu wanafunzi wote wajae. Sasa Chidiomimi akaanza kuona kama jamaa anaweza akawapiga, kwa hiyo ilibidi amshike mkono na kisha waondoke, lakini muda huo wanafunzi wote wanawaangalia wao tu. Sasa muda wa mapumziko ulipoisha, wanafunzi wote wakarudi darasani. Sasa darasani alikuwa amekaa Chidiomimi na Kelechi wanasoma, lakini Mrs. Chizoba akaja kwa sababu lile so alilisikia na akaona kama atamharibia shule udogo. Sasa akafika pale class, haya Kelechi, nifuate ofisini kwangu, kisha akaondoka na Kelechi akamfuata. Kelechi alipofika katika ofisi ya Mrs. Chizoba alisemwa sana kwa sababu atamharibia CV ya shule yake. Kugombana na wasichana wakati yeye ni wa kiume hiko sio kitu kizuri, kwa hiyo alimkataza na kisha akamwambia rudi darasani. Sasa siku ambazo wanafunzi hawaendi shule, Kelechi akawa anaenda zake kutulia kwa Chidiomimi, wakawa anapiga story sana. Sasa siku ya leo bwana, Kelechi aliona picha ambayo Chidiomimi alikuwa amepiga na mwanaume. Ilibidi aulize, Chidiomimi akaanza kumpa maelezo, lakini alikuwa hataki kulizungumzia ile swala, lakini Kelechi alisisitiza sana ili aweze kuambiwa. Sasa story ilikuwa hivi, kumbe bwana Chidiomimi akiwa na umri wa miaka 15 aliolewa na mwanaume ambaye ni mkubwa. So unajua tena mambo ya kijijini. Kwa hiyo hiyo kitu kilimpelekea yeye kukosa elimu, ndio maana mpaka leo na umri wake mkubwa amerudi tena shuleni, kwa sababu kipindi cha nyuma hakupata hiyo nafasi na sasa hivi hiyo nafasi amepata na anaitumia vyema. Sasa huyo mume wake kwa sasa amefariki dunia, kwa hiyo kabaki kama mjane, na hiko kitu akiwa anamuelezea mtu bwana huwa kinamuuma sana mpaka anaanza kulia, lakini Kelechi alimtuliza na akaanza kumbembeleza, kisha wakarudi kwenye kusoma. Sasa huyu jamaa Kelechi ametokea kumpenda Chidiomimi kiukweli, yani ametokea kuvutiwa naye mpaka basi. Sasa siku ambayo Chidiomimi yuko bwawani ambapo haendi shule, na Kelechi naye anaenda anamsaidia kazi za hapa na pale. Sasa akirudi kwa shangazi yake akawa muelewi Kelechi kabisa. Kuna siku anarudi ananuka shombo, kuna siku anarudi ananuka moshi, yani hamuelewi kabisa. Akaona huyu kijana mmoja anaanza kumfuatilia. Sasa shangazi sasa akaanza kumfuatilia Kelechi. Sasa alipofuatilia akagundua kwamba Kelechi muda wake wote anautumia akiwa na Chidiomimi. Akaona fresh, huyu atamnyoosha tu. Sasa majira usiku Kelechi amerudi nyumbani, anashangaa kutana mizigo yake nje. Alafu muda huo mvua nayo ikaanza kunyesha. Sasa shangazi akamwambia, nenda huko unapoendaga, kwa sababu kwangu huwezi kurudi usiku kama wewe ndo baba mwenye nyumba, kwa hiyo hapa sikutaki, nenda unapoendaga. Mchizi akafikiria sana na akaona tegemeo lake la mwisho ni Chidiomimi, kwa hiyo ikabidi aende kwa Chidiomimi, na muda huo napiga bonge la mvua, kwa hiyo akawa ameloa balaa na akapata msaada kwa Chidiomimi. Sasa baada ya Kelechi kwenda kwa Chidiomimi naye akaacha kwenda shule kwa sababu hawezi kumwacha Kelechi peke yake, na baada ya ile mvua Kelechi alipata homa. Kwa hiyo Chidiomimi akawa anamwangalia Kelechi na sometimes anaenda sokoni anafanya biashara zake haraka, kisha anarudi nyumbani kumtazama Kelechi. Kelechi alikuwa kwa Chidiomimi kwa wiki kadhaa. Sasa siku moja Chidiomimi alikuwa ametoka kwenda kufanya biashara zake. Sasa Kelechi aliachwa amelala. Sasa Chidiomimi aliporudi akamkuta Kelechi amelala, akawa anajaribu kumwamsha lakini Kelechi hakuweza kuamka, mpaka Chidiomimi akaanza kupata wasiwasi akizani Kelechi naye amepoteza maisha. Sasa akataka kuanza kulia na kuanza kuita majirani ili aweze kupewa msaada, lakini Kelechi akaamka. Alikuwa amemfanyia kama prank tu, lakini Chidiomimi iko kitu hakukipenda kabisa, kwa sababu hiyo prank ni ya kijinga na angeweza kumfanya Chidiomimi afe kwa pressure. Lakini baadaye usiku tunaona wanatia story wote, wameshasahau yote yaliyopita. Sasa unajua tena wapenda nao wakawa wana enjoy tu maisha yao. Lakini asubuhi na mapema
noma sana, tunaona G-Wagon fulani kali sana inaingia ikiwa lesi kinoma. Sasa hawa ni wazazi wa Kelechi na wamepata taarifa kwamba Kelechi haonekani kwa siku kadhaa. Sasa wakaja kwa Mrs. Chizoba kwa sababu mtoto aliachiwa Mrs. Chizoba. Kwa hiyo Mrs. Chizoba akasema kwamba alipo Kelechi nahisi ni kwa Chidio Mimi kwa sababu wao ndio walikuwa na ukaribu sana. Kweli bwana, wakapanda gari mpaka kwa Chidio Mimi, wakamkuta pale Kelechi na pasua zake nguni kama mtoto wa kijijini tu. Sasa muda huo Chidio Mimi alikuwa anamwandalia matunda Kelechi, yani kama mke na mume vile. Kumbe watu wana mahusiano, hata makisa hawajawahi kupigana. Sasa Chidio Mimi baada ya kumuona Mrs. Chizoba akaona kesi ishamia kwake, na alipoona na wale wazee na ile chuma akaona hii kesi ishakuwa ngumu. Yule mzee akamfuata Kelechi kisha akamchukua akampeleka pembeni ili wazungumze kiume zaidi. Sasa mzee akamwambia kwa nini ameamua kumchagua mjane. Yaani shida sio kumchagua maskini, shida kumchagua mjane. Lakini Kelechi akasema kwamba yeye hajali chochote, yani hata watu wakizungumza vipi yeye hatojali. Sasa mzee akaamua tu kumwagia baraka zake, lakini maza naye akatokea pale. Kwa kuwa mzee na kijana wake wa kiume tayari washaelewana na wamekubaliana kwamba hawaache tu na maisha yao, lakini mzee akahitaji kwamba wachukue wote wawili kisha wakaishi zao mjini. Lakini shida ikaja kwa Chidio Mimi alivyoulizwa kwamba atakubali waende wote mjini, lakini Chidio Mimi akakataa kabisa, akasema kwamba kwanza sasa hivi hahitaji kwenda sehemu nyingine, anahitaji kwanza abaki hapa mpaka amalize masomo yake.